Dickson Lagat, nasimamia upande wa activities. Mbarikiwe sana. Pathfinders. Asante sana. So kwa majina ya Elvis tu, nilikuwa nasimamia mambo na Havia. Kwa hivyo asante sana. Pathfinders. Followers of Christ. Wasafiri wa mbinguni, hamjambo. Hamjambo tena. Nami ni Stella Cheria, nasimamia upande wa maji na mazingira. Mbarikiwe. Pathfinders. Followers of Christ. Nami ni Vincent Tanui. Nilikuwa mweka hazina finance. Thank you. West Rift Valley Field Children Evangelical Campaign Bible Study Evangelical Campaign. I am Salina Krarei from Dindret Station. Mina funza Bible Study, nilikuwa nikiongoza prayer band. Watoto, hamjambo, bye. Pathfinders. Kwa majina naitwa Bi Flora Belly. Nilikuwa nasimamia impact pamoja na prayers. Karibuni sana, tulishukuru wazazi. Asanteni. Pathfinders. Followers of Christ. Asanteni sana wazazi na karibuni to today's sermon and any other activity. Asanteni sana. I'm Eddie Malel. Nilikuwa nikisimamia accommodation na wageni. Watoto. Wa Yesu. Sijasikia. Watoto. Wa Yesu. Mimi ni Abigail Leitich. Nilikuwa nasimamia music. Hii kwaya imeimba hapa na t-shirt ya yellow. Ni timu yangu. Mungu awabariki. Happy Sabbath. Happy day. Hapa jina ni Shaila Chepkoech. Nilikuwa nasimamia stage and decoration. Happy Sabbath. Happy day. Kwa majina naitwa Dina Gemei. Nilikuwa nachukua hospitality and catering. Barikiwe. Pathfinders. Barnabas Yakon, nilikuwa nasimamia transport. Mbarikiwe sana. Nikisema watafuta njia, mnasema wafuasi wa Kristo. Watafuta njia? Wafuasi wa Kristo. Nami naitwa Adimo Masasi, msimamizi wa ratiba. Vile vile nilikuwa ninasimamia mawasiliano. Mungu awabariki. Praise God. Amen. Praise God once more. Amen. Nami naitwa Abiud To. Nilikuwa karani wa kikundi na pia nilikuwa nasimamia registration. Mungu aweze kuwabariki zaidi. Mungu ni mwema siku zote. Bunya Isaac, nilikuwa nasimamia maneno ya sponsorship. Watoto. Wa Yesu. Dorothy Kitur, secretary. Mungu awabariki. Happy Sabbath. Hey, happy Sabbath. Tamge sigi. Mungu asanteni. Kwa majina ni Masa Mutai, chairperson. Nami ni Joshua Beli, CEO. Hamjambo watu wa Mungu. Hamjambo tena. Mimi ni Pastor Kibenei, station pastor wa vijana. Asanteni sana. Leo tumebarikiwa, kati yetu tuko na wageni, na kabla sijaenda kwa wageni, tuko na wageni wa jana. Tuko na wageni wa 30 walikuwa wangapi? 43. Tunatuma hii picha mpaka iende kwa West Rift Valley Field na itaenda mpaka kwa Union, ya kwamba katika compound ya 2025 watoto
ama Pathfinders 43 walimwamini nani na wakabatizwa. Bwana asibiwe. Haya, tunataka kuomba sasa. Adams wasemaje? Iko sawa? Haya, tunaomba sasa. Baba wetu wa mbinguni, mbele yetu kuna waliosaliwa jana, watoto 43. Wageni wetu wa heshima, wageni wa GRVC, Pathfinders directors, pastors wetu, Bwana asifiwe. Pathfinders, followers of Christ. Natumai mmejifunza vitu mingi katika hii camp out ya Tinderet. Nashukuru Mungu kwa kunipea hii nafasi kusimama leo mbele yenu. Only to remind you that I was also a Pathfinder like you back in the year 2014 to 2019. Na hata mimi nilienda camp out kama nyinyi kule Eldoret Showground. Nashukuru Mungu kwa sababu Tinderet District tumeweza kuwa na camp out wiki mzima. Kwa majina ni Marilyn Chepngetich. Kanisa langu ni Mutumon, Sabbath school yangu ni Kapsinendet. Pastor atasema mengi kwa sababu mimi ni aspirant wa MCA 2027. Munikumbuke kwa maombi. Asante. Bas, Pathfinders. Pathfinders. Bwana Yesu asifiwe. Happy Sabbath. Kabla sijaongea yangu, sijatembea peke yangu, wacha nipee Mama Kiprono awasalimie. Nasikia Kiprono amechukua watoto hapo, ameenda kuangalia, ndio mumeona hajafika hapa. Salimia kanisa. Bwana asifiwe. Pathfinders, followers of Christ. Nadhani mulifundishwa mambo mengi, mshikilie hapo. Mungu awabariki. Asante. Bas, kanisa amejagata agenga ine tapcheso ale jamgei. Jamgei gogen. Mimi nimefurahi kuwaona na nataka kuwashukuru wale wenye waliandaa hii kikao na mkaona ya kwamba ni vizuri camp out ya Pathfinders ifanyike hapa Tinderet. Hii ni baraka katika Tinderet. Mimi nikiwa darasa la kwanza nilisoma hapa Tinderet. Hizo miaka za kitambo 90s, early 90s. So nilikuwa hapa, so ninafurahi sana maana baraka imekuja Tinderet. Mimi sina mengi, nashukuru sana na nimefurahi kuwa mgeni wa heshima. Ingawa najua kuna wageni wakubwa pale, nataka niwakaribishe pia, niseme senator na MCA karibu Tinderet. Tuko na mambo mengi mazuri, mkikuja tunafurahi. Najua mko na mambo mazuri yenye watoto kuendelea hapo, na nasema tu Mungu awabariki. Pastor amesema mambo yangu, mimi nawania kiti ya ubunge ya Tinderet 2027. Mkiomba mnikumbuke ili tukue pamoja, kamba tutakuwa tukitembea pamoja. Asanteni, Mungu awabariki. Bas. Pale Ngongoi kuyaga kwa pastor, majina ni Eli Ngetich, Sub County AP Commander Kisii Central. Ngongoi. Kabla sijaendelea, ningependa kuwasalimu katika jina la Yesu. Mjambo. Ujamege. Asanteni sana wageni wa heshima wa siku ya leo, wakiongozwa na viongozi wetu wa Pathfinders na mheshimiwa wetu Bwana Senator Gerard K. Na washiriki wote wa Tinderet District. Nashukuru sana Mwenyezi Mungu kwa nafasi hii ametupea ili tukae pamoja na tusherekee siku leo ya mwisho ya Pathfinders, tukiongoja siku zingine hadi wakati Yesu atarudi. Sina mambo mingi. Mimi ni Mheshimiwa John Bitok Laldim, but we have been working together kuanzia Kapsabet, kuanzia kila mahali, na leo tumejumuika pamoja. Kwa hiyo Bogdingal Pastor Jujet Ningale Kejen Mungu lengo kataritia na tai ugome taritia na gota ya ugome taritia na gota hii. Sasa mko na jukumu kubwa sana kutuombea, na mimi sasa nasema elda. Asante sana. Amjambo wasafiri wa mbinguni. Sabato njema.
Pathfinders. Pathfinders. Nikamuleza shujaa kanitia moyo, shikilia mapigano kitambo ya isha. Amen. Ongigatke kole Bwana asifiwe. Happy Sabbath, nione kwa mkono. Happy Sabbath, happy Sabbath. Happy day. Maranatha. Asante sana. Mwagire ka kusiri time na basa. Nafasi no, nataka nishukuru Mungu kwa nafasi hii ambaye nimekuja Tindret SDS Station. Amejaa Gongoi, na nataka niambie wazazi na makanisa yetu asante kwa kupatia watoto wetu nafasi wakuje washiriki kwa wiki iliyopita. Najua leo katika kaunti yetu ya Nandi tuko na zingine karibu 4 ambazo tumeendelea, lakini kwa sababu ya mwaliko ambaye nilipewa kule Chemase SDA, au na wale kijamii Chemase SDA, na wakati nilikuwa I think last month koleja lazima ufike hapa Tindret Secondary ndio tuweze kushiriki pamoja. Mambo yangu tu itakuwa mawili kwa sababu ya saa, na naona dunia imebadilika, na hii weekend vijana wengi wa Orthodox, wa Catholic, wa Adventist wengi wanamaliza mkutano na akina wazee na akina mama. Na unajua sisi ni viongozi wa madhehebu yote. Mimi nataka niwaachie neno tu wazazi katika Methali 4 mstari wa 4 inasema hivi. Wacha nisome kwa Kiingereza. Unajua hii Gen Alpha koma maelewa ni Nandi ndakazomba ni bagoi kalenga angwan. My father would teach me. He would say, remember what I say and never forget it. Do as I tell you and you will live. Kwa Kiswahili nasema baba yangu alinifundisha hiki, zingatia kwa moyo maneno yangu, shika amri zangu nawe utaishi. Amen. Meshikia hiyo inaitwa Proverbs 4 verse 4. Say Proverbs 4 verse 4. Proverbs 4 verse 4. So ya mwisho ameja le Gongoi piga Tindret piga ka amomiga mati ngal chechanga bye bye kotko mamigo masin. Gongoi sae ting jamet agagile tapke kimitu kolat kan gora mati ngalio bye bye ganyo kitogesa ngagere ko tau ngalekab siasa lakini tukorurtos payaeng sinyigemwa. Asanteni sana ngoma gituye ameja makwage nyine lel ne bakaberuret akameja le lagok chaba grade 9 wale walipita mtihani exceeding expectation 1. Wangapi walipata exceeding expectation 1? Angana logota pa chesiki pasta ko lenga ko ii ingen gi niginya ko kepot kabisa kwa bageli parak. Wangapi walipata EE1? Kuna mtu EE1? EE1. Wangapi? Nyinyi wawili. Amen. Huyu alipata EE2, hii ni approaching expectation and exceeding 2. Wapi exceeding 1? Exceeding EE2. EE2. Na wewe? EE1. Uraba kila kwanya ngile ndusifi Yesu Kristo kitiana ngile. Oh EE2. Sawa. Bas kamenye sawa zawadi. Mheshimiwa Laldema ametupea 2000. 3000 sorry. 3000 ya kunisindikiza, 3000 ya CPA. So yote inakuja 6000. Sasa hawa watoto kogosir. Chita nagonyor EE1 ni wewe, si ndio? So go kawele wansigige. Kameje so bezi ya mule inige ngoma ngoma B, ngoma Leon. We ni EE what? EE1. So our EE1 jo bwata ko lesuko giro sigi. Oyo goro ngazi ne CPC. Sasa hawa ango TV. Grijo ngeti. Anania getoga. Ga goro mit boy child. Sige liaje. E2. Sasa ju amen. Hawa sasa ni EE1. Hii ni kama A stand or wakti. Na kwa se airplane.
basi zawadi yako kutoka mheshimiwa CPA na mheshimiwa Laldim. Zawadi yako mketi. Basi kwa sababu hao wamekuja hapa, waje ni top up ndio tuwapate zawadi. Nilitaka tu muone kwa mfano, si ndio? Haya, basi mwende msalamie waheshimiwa, mwambie asante. Wengine walienda bila kusema Gongoi. Unajua kuna ile historia ya nani ula alipona moja akarudi, lakini watajua. Who was the most disciplined? Who was the most disciplined? Nataka the most disciplined. Ni watatu sawa tu. Watatu sawa. The most disciplined. Most disciplined. Kongoma giajen boy child. Ngaki bendi sengwet boyship. Ang murnik magoro lagi milay dab sengwet basi wakae hapa. Ndio hawa tutamaliza. Sasa amjapata verse. What is your favorite? Nguna hii kaorosiki olaje murnika boyship ko bandab sengwet. Huyo amataki mata ngalekab somanet huyo abangunyuni soma giajen. Soma moja una useme verse. Exodus 20 verse 8, it says, remember the Sabbath day to keep it holy. Amen. Remember the Sabbath day to keep it holy. My brother Gina. Noel Kiprono. Enda kujazia Biblia ingine na usiende kwanza tafuta yako. Nani amekuwa tayari? Gina. Collins Kiprono. Soma. Genesis 1 verse 26, and it says, there God said, let us make man in our image, according to our likeness. Let us then have dominion over the fish, over the sea, over the bird of the air, and over the cattle, over all the earth, over every creeping things and creeps on the earth. Huyu ni wa prophecy. Nikupa prophecy ngomwa kabisa kumwa kwa hiyo saa hiyo. Shika zawadi yako na usimama hapo. Your verse. Proverbs 16 verse 9 and says, you may make your plans but God directs your actions. Amen. You may make your plans but God directs your actions. Huyu sasa ndio mtu ya Bible study. My name is Fidel Castro Dinda, as you know. Hey, people know you already. Anguto was Ravena Ganyere Nito. Fidel Castro Odindo. You don't. I will give a Tanzania mot. And you know there is power in name. I hope our parents know that. Fidel. Mark 10 verse 5, and he says, and Jesus answered and said unto them, for the hardness of your heart he wrote you this prefect. Amen. Amen. Kwa hawa vijana wetu, bas unasoma all languages, Kiswahili na English Nani anajua Kinandi hapa kusoma? Sasa umeanguka. Nani anajua? Katamisa wadi ni bunula mdagonge no soma Nandi, lakini hakuna mtu anajua. So wameanguka wote. Sasa msimama, umepata zawadi yako. Simameni hapa. Huyu ni wa sign language. Nataka tu na the most disciplined, the most focused. So wacha mwalimu amuongeleshe, aongee na sisi. You know this is the idea. Yeah. Happy Sabbath. Happy day. Jina langu ni Prudence Chepto. She was the most disciplined child during our camp out. Amen. Makofi! You had a number. How many did you have? Oh, she
She was the only one nani discipline. Amen. Makofi vile mwalimu amesema. Ako grade, which grade? Grade. Ako grade 2, she is moving to grade 3 next year. Aya, makofi yake, asante. Aya, very good, all the best. Ako kuromen biju. Asante sana, amesema asante. Kuromen ya, asante sana. All the best eh. Aya, unaweza mchukua keti chini. Bas, kapetu nwara, Pastor, I was just requesting to do that to motivate them. Sasa hao umesema ambia waheshimiwa pale asante akina Laldim na CPA Kosgei. Asante. Hii ni mapasta wa kesho, viongozi wa kesho, elders. Amen. So, ngobe roga mukta indete. Ama kwa kiagatukul lemie, asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you very much. God bless you. Pathfinders. Watoto. Watoto. Haya, my associate Ernest, tumekanya pamoja vizuri kwa miaka hii sote. Karibu Elda. Yes. Happy Sabbath. Happy day. May God bless you. And all the time, mbarikiwe. Asante sana. Nakuja kiongozi wetu CEO aweze kutoa salamu. Nawasalimu katika jina la Yesu. Amjambo. Amjambo tena. Joshua Meli. Asante sana. Yeye ni CEO wetu. Yule ambaye atatuongoza kwa wimbo aweze kutoa salamu. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Abigail Etich, Mungu awabariki. Asante sana. Yule ambaye atatuongoza kwa kusoma Biblia siku ya leo. Happy Sabbath. Happy day. Asante sana. Majina. My name is Warren Kipngetich. My name is Warren Kipngetich. Yule ambaye atatuongoza kwa maombi. Happy Sabbath. Happy day. Masimutai. Asante sana. Masimutai kutoka Metete District. Songesha watu wote.
sote tu kundi moja, si ndio? Kwa ishara ya mkono wazazi wale kule nyuma wanionyeshe. Thank you. Naomba tuweze kuwa pamoja. Pathfinders, followers of Christ. Now let me tell you one thing. The one that you are following is Christ Jesus, our creator and our maker, who is the King of Kings and the Lord of Lords. Can we sing He is the King? Yes. We sing He is the King. Yes. Are we ready to pay homage to our King of Kings? Yes. Please give us the song. Wazazi mtatufuata nyuma. We are praying. Blessed, dear Redeemer, our Father, our Lord and the King of Kings. Dear Jesus, a moment has come when we are now going to listen to your word. In a special way, we pray for the presence of the Holy Spirit and the host of the heavens to come down to these very grounds and minister unto us. Dear Jesus, our daddies and mommies are here, our brothers and sisters are here, and we are here, and we know that you are here with us. Father Lord, you have taught us to follow you, even when there is a mix and a confusion of so many voices that call and beckon us to follow Christ. Kwamba wafuasi hakika ama halisi wa Yesu. Na katika mahubiri yote, katika juma hili lote, tumekuwa tukiangazia sifa za wale wafuasi hakika wa Kristo Yesu. Na siku ya kwanza nilianza na lile fungu ambalo nitalimalizia leo. Nalo ni Ufunuo wa Yohana 14 fungu la 4. Revelation chapter 4 verse 14 is the exact verse that we began with the first day. However, our key verse has been Ephesians chapter 5 verse 1. Ambalo linasema hivi: Ye are therefore the children or the followers of God. Kwamba sisi hakika ni wana wa Kristo Yesu ambao tunamfuata kokote kule aendako. Sasa ikawa kwamba imenikumbusha safari ndefu ya imani ambayo wana wa Mungu walianza miaka ile ya kitambo, wakawa wametembea na Yesu. Siku moja katikati ya wiki tukajikumbusha historia ya kanisa letu la Kiadventista. Ilianzia wapi? Tukakumbuka kwamba katika Biblia, katika mmoja wapo wa manabii wa Mungu anayeitwa Danieli, in the book of Daniel chapter 8 verse 14, mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa William Miller alipokuwa amefanya kazi katika forces kwa miaka mingi, na sauti ya Yesu ikawa inamzungumzia, inamwambia, ondoka, enenda ukawafanye wafuasi kwa jina langu. William Miller akazidi kusita. Alipokuwa na sita, baadaye the Lord convicted him, akasoma Biblia kwa miaka 16. Kisha baadaye alipogundua kwamba ujio wa Yesu ulikuwa karibu zaidi kuliko jinsi watu walivyokuwa wanatarajia, na ndipo mambo mengi yalipotokea, tukajikuta tuliko leo as the Seventh Day Adventists, as the Pathfinders,
na ndipo sasa tunasema kwamba we are ready to listen to the gentle voice of Jesus that beckons us and keeps calling unto us to come follow him. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Did I hear a big amen? Sasa katika tabia zile za wana wa Yesu wanaotaka kumfuata, tunapata kwamba baada ya dhiki nyingi ambazo watakuwa wamezipitia, mwishoni kule tunapopata John the disciple of Jesus anavyofanya narration yake in the book of Revelation, anasema kwamba akasikia sauti kuu ya malaika kule mbinguni, akaonyeshwa njozi ya umati mkubwa sana wa watu, na umati huo ulikuwa umekusanyika mbele za kiti cha enzi cha Mungu, na akasikia sauti kubwa sana, na sauti hiyo ilikuwa kama ya mgurumo wa radi, na mgurumo huo wa radi ulikuwa wa watu wale washindi ambao walikuwa wameyatakata ama wameyatakatisha mavazi yao katika damu ya mwana kondoo, na kwamba walikuwa wameshinda ulimwengu na majaribu yake yote. Hao ndio waliokuwa wamekusanyika mbele ya kiti cha enzi cha Mungu, wakiinama wakiimba wimbo ambao katu hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kuimba ila wale waliokuwa wameshinda na wameokolewa katika damu ya Kristo Yesu aliye our Christ Jesus, who we are followers of. Kwamba wengine ambao huenda wangejaribu kuimba wimbo huo wangelishindwa, lakini walioelewa maudhui ya wimbo ule hasa walikuwa wale ambao walikuwa wamejitwalia kikamilifu kumfuata Yesu mwana kondoo, kutembea naye katika dhiki zote, katika faraja, katika huzuni, katika furaha, hata mwisho kule hatimaye wakashinda. Hao ndio wanaouimba ule wimbo ambao katu hakuna mtu yeyote ambaye anajua maudhui yake. Hapa leo tumejaliwa tuna wanasiasa. Sijui wanasiasa nyinyi iwapo wakati wa uchaguzi, na kuna uchaguzi umefanywa, kuna zile political parties utapata kwamba zimeshinda uchaguzi, si ndio? Na kuna wale wamepoteza. Hebu fikiri kwamba your own political party imepoteza, mtaweza kuimba? Unaweza mkaimba? Nani ambao wanaimba wimbo? Washindi, si ndio? Wanaenda wakiimba, wanasema ni maombi si uchawi, ni maombi si uchawi, si ndio? Nafikiria hivi, wale ambao wameshindwa, can they join them to sing that song? They cannot sing your song, right? Why? Because it is only those who have won that can join in that song and sing triumphantly, wakienda wakifurahia kwamba wameshinda. Na mara nyingi huenda wanafunzi tunaposhiriki mashindano pale shuleni, alafu upate kwamba kuna wale sasa wamefika wakapata ule ushindi, wakatangazwa kuwa washindi na wamepatiwa kombe. Watakuwa wakienda wakiimba, wakizunguka uwanja wote, wakionyesha dunia nzima walivyoshinda. Iweje kwamba nyinyi timu yenu imeshindwa ama shule yenu imeshindwa? Can you sing that song? Hata mnaweza wimbo ule unaweza ukaimbika kweli? Hauwezi ukaimbika. Kwa nini? Wimbo ule unaimbwa na washindi peke yake, na washindi hao unajua ni nani? The true followers of Christ Jesus, who walked with him day to day, minute after another, hour after another, until they become conquerors, until they became triumphant. Hao ndio wanaoweza kuyaelewa maudhui ya wimbo ule hasa unaoimbwa. Na katika Biblia tunakutana na mtumishi mmoja wa Mungu anayeitwa Paulo. Tunajua kwamba Paulo alikuwa ni mtumishi wa Mungu ambaye kabla hajamjua Yesu alikuwa mpinzani mkuu katika uenezaji wa neno la Kristo Yesu.
Lakini hata alipokutana na Yesu, Yesu akapata kumhuisha, Yesu akapata kumbadilisha, akapata kubadilika mienendo yake na tabia zake, naye akawa kijumbe mkuu wa kutangaza ujumbe wa Kristo Yesu. And he went and followed Jesus Christ. You are all I ever need, and you're calling, come follow me. I will follow you, up to my mountain, follow you, down to the valley, follow you, over the ocean, follow you, anywhere you lead, Jesus, I will follow you. Apate kutoa maisha yake kwa Yesu. Si lazima kwa njia ya ubatizo kwa leo, kwa sababu kuna wale wengine waliokwisha kubatizwa. Lakini iwapo itakuwepo lazima kwamba kuna yule atakuwa anahisi kwamba mimi hapana, I can't tarry anymore, basi bila shaka ninajua wachungaji watafanya mipango. Lakini I want to give room. Huenda kule kuna watu wengine wazima, hata walimu ambao wametambua, wametanga mbali na upendo wa Kristo Yesu, wamemwasi Yesu katika matendo yao, mavazi yao yamechakazwa, na wanaomba kwamba Mungu awajalie, awajaze Roho wake Mtakatifu ili waweze kuyatakatisha mavazi yao katika damu ya mwana kondoo, ili waweze kuwa hakika wafuasi halisi wa Yesu, wanaomfuata mwana kondoo kokote kule aendako na kufanya aliyo mapenzi yako. Ninaomba tunapofumba macho yetu ili tuweze kupata ombi, utapiga hatua mbele ili tupate kuomba pamoja. Wale walio hapa mbele, naomba muweze kupiga hatua moja tu nyuma tafadhali. Naomba muweze kusonga songa kule kabisa. Twende kwa haraka tafadhali. Wale wanasema kwamba sikupata nafasi ya ubatizo, lakini wapo nafasi itajitokeza mara nyingine, niko tayari kubatizwa wote. Songa kule mwisho, kule mwisho. Mnaniangalia kweli? Kule mwisho kwa teacher Vincent. Songe kule. Songa kule kabisa mwisho. Alafu wale wa maombi tu utasonga upande huu. Msonge hapa. Wale tu walikuwa wameweka mkono juu kwamba wanasema tukipata nafasi